tunakulinda, tunakuinua. Wewe ni mwaminifu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Uwezo wako ni wa milele. Baba, tunakupenda Bwana, tunakuhimidi Bwana, tunakutukuza Bwana. Wema wako na fadhili ni zako Baba, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe una uwezo kama wewe Baba, pokea sifa zetu adhuhuri ya leo Baba, pokea sifa zetu Baba, tunakuhimidi Bwana, unabuchu. Oh Baba, hakuna Mungu mwingine kama wewe, ana uwezo na mamlaka kama wewe. Mshujudu huyu Mungu, maana yeye ni Mungu wetu, yeye anatupenda. Mapendo hata kufika kiwango kama hiki, baada ya sherehe zote, baada ya kuachilia neno lake juu ya maisha yetu na kutuhakikishia nguvu zilizomo katika ufufuo, leo tunakuwa kumshukuru na kumwabudu, kumwambia Bwana ni asante kwa sababu ya neema zako. Yes, Lord. We love you, Jesus. We honor your name, O God. You are worthy, Lord. Unastahili Baba kuabudiwa na kila kiumbe chenye pumzi na kisha wewe ni Mungu. Kila kiumbe, kila mwanadamu Baba, unastahili kuabudiwa Baba. Wewe Bwana ni wewe, wewe Bwana, wewe Bwana ni wewe, wewe Bwana ni wewe, wewe Bwana ni wewe, ni wewe Bwana, wewe Bwana ni wewe, wewe Bwana ni wewe, maisha yetu ni wewe, wewe Bwana, wewe Bwana ni wewe, wewe Bwana, wewe maisha yetu ni wewe, wewe Bwana, wewe Bwana ni wewe, nakuinua ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, wewe Bwana ni wewe, wewe Bwana maisha yetu, wewe Bwana ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, kuishi kwetu ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, Baba ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana,
tumeshamwabudu, tunaweza kwenda mbinguni mwake. Na zaidi ya yote, sisi ametupea majukumu ya kusimama. Ni kwa sababu ya taifa letu na viongozi. Tunataka tupata intercession kwa dakika 2-3, tuintercede kwa sababu ya nchi yetu, tuintercede kwa sababu ya taifa hili, tuintercede kwa sababu ya viongozi na hata watu wote walioko katika nchi yetu ya Kenya, wananchi na kila mmoja. Tukamwambia Bwana katika kudhihirisha na kuonekana, tukimshukuru ni kwa sababu ya kutuhifadhi na hata kutuelekeza katika mwelekeo wake. Tunasimama mbele za Bwana dhuhuri ya leo. Baba, tusimama mbele zako, hatuchoki kuja mbele zako kila dhuhuri Bwana, kusimama katika pengo ni kwa sababu ya taifa hili, kusimama katika pengo ni kwa sababu ya viongozi. Baba, wewe ni Mungu uliye mwenye uwezo, una mamlaka, mfalme wa falme. Umetupea viongozi tuliokuitisha, na Baba, wewe ndio Mungu ambao una uwezo na mamlaka ya kuweza kusimama na kuwaongoza na kuwaelekeza katika njia zako. Baba, tunaomba kwamba mfalme ukajidhihirisha na ukaonekana miongoni mwao siku ya leo. Baba, maongezi yao, matamshi yao Bwana, tunakabidhi mkononi mwako Bwana. Acha kama matamshi ambayo itaweza Baba kuwa ni ya kuwaleta watu pamoja na kuunganisha watu wa taifa hili. Wacha ikawa ni maongezi ambayo Bwana itaguza na italeta umoja na uwiano katika nchi yetu. Baba, wagusa na mkono wako Baba, una nguvu ya kubadilisha hata misemo yao, una nguvu ya kubadilisha yote yale ambao wanaonena. Baba, tunasimama katika pengo kwa sababu yao Baba. Wacha kukawa na uwiano, wacha kukawa na umoja, wacha kukawa na amani Baba, hata katika wakati huu na malumbano ya kisiasa Baba, wewe ukiwa juu Mungu Baba, ukaweza kutazama na kutuelekeza katika njia zako Baba. Tunawaombea tunatamani mfalme wa amani watu wako wakuone, washuhudie wako mfalme, washuhudie rehema zako Ebeneza, washuhudie mfalme wa amani upendo wako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako Jehova zikashuka kila mmoja wa mfalme wa amani. Nafsi zao Jehova ikutazame Ebeneza, watamani kukujua zaidi mfalme, watamani kukupenda kwa utajiri. Tunakuabudu mtakatifu. We pray for each and every leader. Lord, you guide them and lead them all God according to your will. Father, how we pray that peace will prevail. How we pray that Father unity will prevail. How we pray that Jehovah, that you stand and guide us and lead us so that Father according to your will. How we pray that Jehovah Lord, that our lives, oh my Father, will be protected, oh God. Father, we pray for the protection of our country, around our borders, oh God Almighty. Father, we pray that there will be peace, oh Jehovah Lord. We pray for the military men who stand, men of uniform, who stand, oh my Father, in God, oh Jehovah God. We know that they cannot guard without you, oh God. Father, how we pray that you give them strength, oh Jehovah, as you guide them, oh my Father, as they protect our country, we know that so much. Father, I pray, Father, for peace, oh my God, in our borders, oh God. Pray, Father, even for our countries that surround our country, oh God. We pray that Jehovah, your peace will prevail those countries, oh God. For the glory of thy name, oh Jehovah. Father, we pray for this village, oh God. That Lord, we pray for peace, oh my Father, unity, oh Lord. Pray for protection, oh God Almighty. That Lord, your peace will prevail, oh my Father. We pray for the community surrounding us, oh God. For the glory of thy name, oh Lord. Father, oh Lord, you're so good.
celebration. Father, guide us and lead us, oh my Father, Lord, according to your will, according to your power, Lord. Father, for the glory of God, we stand in the gap of intercession, Lord, for every man, for every woman in this country. Father, I pray that Jehovah God will guide them and lead them, oh Jehovah. Where there is no peace, oh my Father, let there be peace, oh God. Where there is no joy, Father, let there be joy, oh Lord. Where there is no peace, oh my Father, Lord, let your peace prevail, oh Jehovah. From the glory of my Lord Almighty, we pray that Jehovah Lord will never die, oh my Father, Lord. Even our youths, oh my Father, come to oh God Almighty, as they agitate, oh my Father, for good governance, oh God, that Lord you guide them, oh Jehovah, that will stand, oh my Father, Lord, to stand for the truth, to stand, oh my Father, for peace, stand for the rights of everyone, oh my Father, in this country, oh God. Jehovah, we pray for this country. We pray for this country. Wakujue wewe zaidi mtakatifu, wakupende mtakatifu, wewe neno lako Jehova tile, maana ni mambo Mungu mwenye uwezo, Mungu usiyeshindwa, Mungu mwenye nguvu, unastahili kuabudiwa mtakatifu. Tunapoendelea kuomba, tumeomba ni kwa sababu ya nchi yetu. Ningeomba pia tukaweza kuitasini kwa sababu ya mwili wa Kristo, yaani kanisa, ya kwamba Mungu akaendelea kuhifadhi na kuinua watu wake, akaendelea kuachilia neema juu ya watumishi, akaendelea kuachilia neema kila muumini, hata nyakati hizi nzito na ngumu, ya kwamba imani yao isipungue, imani yao ikasimama, imani yao ikamwelekea Mungu. Omba ni kwa sababu ya kila ushirika ambao umeitanishwa na jina la Mungu, ya kwamba utasimama kwa sababu ya neno la Mungu, utasimama kutetea haki ya neno la Mungu, utasimama kueneza injili ambayo ni ya kweli na ya haki katika utukufu wa Mungu. Enda mbele za Bwana ni kwa sababu ya kanisa. We stand before you, Lord, this afternoon. We intercede because of the church of God Almighty. We intercede, oh my Father, Lord, you intervene, oh God, amongst the brethren, amongst the Christian, oh Jehovah Lord, that my Father, that faith and praise the glory of the released upon the church, oh Lord. We prevail, oh Jehovah, so that Lord will be able to bring more to the fold, oh Jehovah, to the fold, oh God. My Father, how I pray for the preachers of the word, I pray for the pastors and bishops, oh God. How I pray for the lay leaders and the deacons, oh God. That Jehovah, you guide them, you turn them, oh Jehovah, Lord. That they will stand, oh my Father, to proclaim you are love, you are might, you are peace, oh God. To proclaim the power of resurrection among the nation, oh God. How I pray that Jehovah, Lord, will send them, oh Jehovah. How I pray that the Holy Spirit will guide us, oh God. The Holy Spirit will guide us, oh Jehovah, in everything that you are doing, oh Father, for the glory. For the glory of thy name, oh Jehovah. I pray for each and every man. I pray for each and every woman who has confessed that God, you are the living God, who have confessed that your Son, Jesus Christ, died and resurrected because of their life. Father, remember them, oh Jehovah, this afternoon. Intercede, oh my Father, for our children, oh Jehovah. Intercede, oh my Father, for our families, oh God Almighty. That Jehovah, you will be glorified and be honored, oh Jehovah, for the glory of thy name, oh Lord. Baba, umeahidi kanisa lako na Baba, tunajua wewe ni mwaminifu, wewe hutimiza ahadi zako, wewe hutimiza ahadi za watu ambao umeahidia watu wako. Na kwa hivyo Baba, mchana wa leo tunaomba Bwana, ahadi ambacho ukaachilia ni kwa sababu ya kanisa Baba, wacha zikaendelea kunawiri na kutufanya kazi yako Bwana. Baba, tunaomba kwamba kusiwe mmoja yote atakayechoka
kukutafuta na kutafuta uso wako. Endelea kuatia nguvu na neema na kusimama mbele zako katika jina la Yesu. Neno lako Jehova jina ni ngome imara. Wake mfalme wa amani, ukimbilia wewe salama. Mchana wa leo tumelikimbilia mtakatifu ile neno lako. Baba natutia nguvu na kutinua mara tena. Tunatamani tukujue zaidi. Tunatamani tukuone zaidi. Tunatamani mfalme wa amani tukae ndani mwako Jehova jire. Katika jina la Yesu Kristo. Maana kwako kuna uzima Baba. Kwako kuna amani ya Ebeneza. Kwako kuna kupungukiwa Jehova jire. Tukiwa na wewe mfalme tumepata vyote. Tukikupata mtakatifu tumekamilika. Tukikupata Jehova tutapata vyote. Hilo neno la ufufuo Jehova. Power of resurrection Jehova. Na ukashinda mauti kwa sababu ya nguvu ya msalaba. Asante ni kwa sababu ya ukuu wa Baba. Hakuna mwingine kama Jehova. Aliyeshinda mauti mfalme wa amani. Baba najua vyote vilivyokuwa ndani mwetu vimekufa Baba. Vikafufuliwa mara tena katika jina la Yesu Kristo. Kazi zetu ambazo zilikuwa zimeisha Baba zikaanzishwa upya katika jina la Yesu. Watoto wetu ambao walikuwa wamezama Baba wakainuliwa mara tena na hizo nguvu za msalaba. Wale watu walikuwa wanaona maisha yao yamekwama Baba yakaanza mara tena in the name of Jesus. That's the power of resurrection my dear Father to come upon us oh Lord. The new spirit upon us oh dear Lord. Ukatuumbie moyo safi ndani mwetu Baba kwamba kwa wote wenye mwili Jehova utatia moyo mpya ndani mwao na wakageuzwa kuwa watu wengine. Ukatia moyo mpya ndani mwetu Jehova tukafanyike vyombo vya dhamana katika nyumba yako Jehova tukatende zaidi na mbele za Bwana. Endelea kuintasidi kwa sababu ya familia zetu, familia yako. Itasiri kwa dakika mbili, mwambie Bwana mjulishe. Simama kwa pengo ni kwa sababu ya familia yako. Simama katika pengo ni kwa sababu ya familia yako, familia yenyu, familia za watu wa Mungu. Simama katika pengo wakati huu, mwambie Bwana akaendelea kuopea neema ya kusimama na kumngoja. Akaendelea kungoja Mungu kwa sababu ya mambo ambayo yako mbele zao, kusudi lao. Kuna familia ambazo ziko katika hali ya majozi. Kuna familia ambazo zinapitia hali ngumu. Simama katika pengo, labda wakosa kuzijua, lakini ziko ambazo zinapitia katika hali ngumu dhuhuri ya leo. Ambia Bwana akaingilia kati, akawachilia neema yake juu ya familia hizo. Wengine wako katika hali ngumu kifedha, wengine wako hali ngumu katika afya, wengine wako hali ngumu katika maisha yao. Bwana akaingilia kati ya dhuhuri ya leo, akawapigania. Wengine wako katika safari mahali ambapo wako na mambo mengi ambao wanapitia. Bwana akaweza kuwaonekania. Wengine wanatembea katika bahari, wako katika anga, wanapitia magari. Baba akaingilia, neema yake ikawa juu yao katika jina la Yesu. Tunasimama katika pengo kwa sababu ya familia zote. Baba utasida kwamba Bwana utaonekana wanaopitia hali ngumu. Baba onekana. Wengine wamewachwa na wapendwa wao, wengine wamewachwa na wale waliowapenda. Baba wape neema, wape neema Bwana, wape neema, wajaze na furaha yako, watie moyo, wainue Mungu wangu katika jina la Yesu. Wengine wamepoteza mali zao, wengine wamepoteza mambo ambayo walikuwa wameyadhamini. Baba adhuhuri ya leo kutana na hitaji zao. Wengine wamefika mwisho, mioyo yao imevunjika. Baba naomba neema juu yao. Baba utawachilia neema katika jina la Yesu. Watoto wetu Jehova, wengine katika hali ya madawa. Baba waonekanie, Baba kwenye vijana wetu, waonekanie Bwana, kwenye vijana Baba, waonekanie Bwana, katika kila hali ya ushauri, waonekanie Bwana, madawa ya kulevya Jehova, wengine katika mitaro ya Ebeneza. Vijana wetu watahangaika mpaka lini? Roho Bwana ukawashukie Baba, ukawape ufahamu wa neno lako.
wako, wakakurudie mtakatifu. Unasema mwanadamu mtahangaika mpaka lini? Tumrudieni huyo Mungu maadamu anapatikana. Tumtafute maana yuko, tukimwita atatusikiliza. Baba, ukashuke ndani ya jamii zetu. Shuka mfalme wa amani, ukaendelee na jamii zetu, na watoto wetu na wazazi wetu, vijana wetu na ndai. My Father, my Lord, we walk you, my Father, because we are mighty. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, Jehova. Tazama mauti barabarani, Jehova. Jamii zinalia na kuangalia, Jehova Jire. Jamii zimepoteza watu wengi. Familia wamekufa Baba, watoto wamebaki, wajane wamebaki, mayatima wamekuwa wengi Baba. Oh my Father, tusamehe mbele zako tunakuabudu. Ukabidhi Roho wako wa kweli, mimina Roho wako mwenye uwezo, mimina Roho wako wa ukombozi, mimina Roho wako mwenye nguvu. Ukakomboe jamii zetu, tusiangamie Baba, tusiangamie mtakatifu. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi umetupea. Tumekuwa katika intercession Baba, tukikuuliza baadhi ya mambo ambayo inatuguza katika mioyo yetu. Tunakushukuru Baba ni kwa sababu umeyasikia Baba. Tuenda kuketi chini kwa dakika chache ili ukaweza kutunenea pia, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Nasema amen. Tuketi dakika chache tupate neno. Dakika ambazo zimesalia. Asanteni kwa sababu ya kuja. Hata baada ya sherehe za Pasaka bado mna nafasi ya kuja katika nyumba ya Mungu, na hii inatia moyo sana mnapokuja, na pia kutaka kuendelea kutafuta uso wa Bwana. Tumeshafanya sherehe kuanzia Ijumaa mpaka jana, tulikuwa bado tuna tafakari mambo ambayo yaliyofanyika pale msalabani. Na mnajua kwamba Pasaka sio tu ya siku moja. Pasaka ni hali ya maisha yetu ya kila siku. Ni kwa sababu kila siku sisi tunayo Pasaka. Na ningetaja tuangalie kiufupi tu kidogo ili tuendelee kujitia moyo katika hali hii. Unajua watu wengi wamesherehekea Pasaka jana na siku hizo zingine, lakini labda leo wengine wao wameamuka wakiwa katika hofu, wakiwa pengine mioyo yao imevunjika. Labda mambo ambao walikuwa wanatarajia katika sherehe hizo haikufanyika. Wengine wamekuwa katika mashaka mengi. Tunaona hata kuna mambo mengi imefanyika wakati huo wa sherehe, ajali zinapatikana. Kuna mambo ambayo imefanyika ambao mengine yamewacha watu katika hali ya mashaka, na wengine wamerudi katika maisha yao ya kawaida. Lakini jambo moja ambalo ningetaka tujiulize adhuhuri ya leo ni je, kweli bado tunatumainia ya kwamba Yesu yuko hai?
Unajua katika hali hiyo labda wengi wamesahau ya kwamba huyu Yesu yuko hai. Na mnajua katika imani yetu ya Kikristo, hili jambo ni jambo kuu katika maisha yetu. Kwa hivyo Yesu sisi tunajua amefufuka. Jana tulikuwa ama juzi tulikuwa na celebration kubwa ya kusema kwamba Yesu amefufuka kutoka kwa wafu. Na kwa hivyo sisi hatuna haja ya kuwa tena na hofu, ni kwa sababu bado sisi tunajua kwamba kaburi iko tupu na yeye ameweza kufufuka. Bwana asifiwe sana. Ningetaka tu kwa ufupi nisome tu mstari ambayo ama neno ambalo tulisoma na wengi tumesoma katika ushirika katika Luka 24 mstari wa kwanza hadi wa 6. Niwakumbushe tu kidogo na niwaelezea kwamba licha ya kuwa mambo hayo yote yamefanyika, sisi hatutakiwi kuwa na hofu tena, ni kwa sababu Yesu yu hai. Wacha tusome tu mstari hiyo 6 kwa haraka. Katika Luka 24 mstari wa kwanza hadi wa 6 inasema, hata siku ya kwanza ya juma alfajiri na mapema sana walifika kaburini, wakaleta yale manukato walioyaandaa. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasimuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya jambo hilo, tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye mavazi ya ng'ayo. Nao walipoogopa walinama kifudifudi hata chini. Wale watu wakamwambia, mbona mnatafuta aliye hai katika wafu? Na mstari wa 6 inasema kwamba huyo hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni jinsi alivyowaambia alipokuwa kule Galilaya. Bwana Yesu asifiwe sana. So hiyo ni tukio ambayo ilifanyika na tumeisoma na watu wameisoma na wameirudia na hata tumeirudia mara mingi. Lakini kuna mambo kadhaa ambao ningetaka tuyafanye katika lunch hour hii, ya kwamba hawa watu walikuta ama wadada walikuta jiwe limefingirishwa. Hilo jiwe halikufiringishwa tu ili Yesu atoke, ni kwa sababu alikuwa na nguvu hata ya kutokea juu ya hiyo jiwe ama kutoka na watu wasione ametoka. Lakini ile jiwe lilikuwa limewekwa pale ili watu wajua kwamba pale kaburini Yesu hayuko tena. Bwana asifiwe sana. Yaani kuweka mkazo wa kwamba hilo jiwe ambalo lilikuwa limeondolewa ili watu wajue kwamba hayupo pale tena na kwamba kifo hakikuweza kumshinda. Kuna mambo mengi yanafanyika mahali pale na kuonyeshana ya kwamba kaburi halikuweza kumshikilia hata kidogo, na hata pia adui hakuweza kumakaisha mahali pale. Kile ambacho wanadamu walifunga, unajua Mungu aliweza kuifungua. Unajua wanadamu walikuwa wamefanya kwamba watamfunga pale akae pale, lakini jambo la kufurahisha ni kwamba jambo lolote ambalo laweza fungwa na mwanadamu, Mungu anaweza kulifungua. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa hivyo adhuhuri ya leo kuna ujumbe ambao nataka kukuletea mfupi tu ili tuende katika maombi. Na ujumbe ni kwamba hayupo hapo tena. Amefanya nini? Amefufuka. Bwana asifiwe sana. Hilo jambo usiweze kuona kwamba tulilisema wakati tu wa sherehe. Ni jambo unatakiwa uweze kuenda kulinena kila wakati, ni hali yetu ya maisha. Na hawa wapendo waliulizwa, mbona mnamtafuta aliye hai katika kati ya wafu? In other word, ni kwamba unajua wakati mwingi tunatafuta mambo mengi mahali ambapo haipatikani, mahali ambapo haipo. Na watu wengi wakati mwingine tunatafuta furaha yetu mahali ambapo haipatikani. Utakuta tunatafuta furaha yetu katika mambo ambayo ni yetu ya kawaida, mambo ambao ni vitu ambazo hazina hata furaha, licha ya kuwa tuziona na kawaida yetu, lakini hazina furaha. In other word, ni kama anawauliza, anaambia mnatafuta huyu, already hayuko hapa, yuko hai. Bwana asifiwe sana. In other words, sisi natufundisha kwamba kuna mambo mengi ambao wakati mwingine tunayatafuta tukidhania tunayapata kwa sababu ya Mungu, lakini wakati mwingine tunatafuta mambo mazuri ama mambo ambayo tunataka katika maisha yetu mahali ambapo hayapatikani. Bwana asifiwe sana. Tunatafuta amani, saa zingine ni kwa mambo ambayo inatuletea hata wakati mwingine dhambi. Tunatafuta maisha katika dunia hii mahali ambapo maisha hayo hayazipatikana,
maisha yaweza tu kupatikana kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. So na ndio nimesema tukio la Pasaka sio la wakati imepita watu sasa waende shughuli zao za kawaida. Hapana, ni wakati wa kujua ya kwamba mambo mengine ambayo tunayotafuta already hayamo mahali ambapo tunayatafutia. Kuna mahali ambapo tunahitajika kuyatafuta. Ni uzima uko ndani ya Kristo. Maisha yetu yako ndani ya Kristo. Na kwa hivyo kama kuna jambo tutatafuta, hatutaenda kutafuta mahali ambapo Yesu hayuko. Tutatafuta mahali yeye yuko. Bwana asifiwe sana. So kwa hivyo wapendwa, tunapoendelea kujua uhalisi wa ufufuo, ni kutambua ya kwamba mambo mengi ambayo tunatamani hayapatikani mahali ambapo tunayatafutia. Inapatikana katika Kristo. Inapatikana katika kumfuata huyu ambaye amefufuka, ambaye ametupea nguvu ya kuendelea. Yesu hayuko tu katika tu mambo ya kidini. Hapana, unajua kuna watu hufuatia mambo ya kidini tu. Kama juzi nilikuwa na challenge na mmoja ambaye alitaka kufuatilia vile tunavyo mega mkate. Katika hali ya kidini unajua kuna njia ambazo watu hufuatilia ili uweze kumega mkate kidini. Yesu hayuko hapo katika hiyo shughuli za kidini. Yeye ako katika hali ambayo utatambua yeye yu hai na kwamba yeye anaweza kufanya kazi. Bwana asifiwe sana. Akituambia tumege mkate ni kunena na nena. Anasema fanyeni hivyo mnikumbuke. Hakuna instruction ambazo ziko juu ya hiyo. Hapana, anasema fanyeni hivi. Nimeongea tu hivyo kwa sababu ya mambo ambao wakati mwingine huwa tunaifuatilia kana kwamba hapo ndipo Kristo yuko. So anaponena megeni huu mkate, anasema mega mkate unikumbuke. So hana any tied things. Hakuna vitu ambazo ameshikilia huko. Anasema vile anavyosema. Bwana asifiwe sana. So wakati mwingine tunatafuta Kristo mahali hayupo. Na kwa hivyo yuko katika uhusiano wetu wa kweli. Yesu ako katika uhusiano wetu wa kweli. Tunapohusiana naye kwa ukweli, hapo ndipo atapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno kwamba amefufuka kama alivyosema, hii inamaanisha ya kwamba yeye akisema kitu ni lazima atatimia. Bwana asifiwe sana. Aliwaambia, kwa sababu aliulizwa hamkumbuki yale aliyosema akiwa Galilaya kwamba atafufuka. Bwana asifiwe sana. So inamaanisha nini? Ya kwamba Yesu alisema mapema atakufa na pia alikuwa amesema kwamba atafufuka, na ilitokea kama vile alivyo. Inatumaanisha kwamba yale yote Mungu ametuahidi ni lazima itakuja kufanya nini? Kutimia. Bwana asifiwe sana. Si alisema atakufa na atafufuka, na si ilifanyika. Kwa hivyo tunatumaini ya kwamba yale yote amesema juu ya maisha yetu ni lazima itakuja kukamilika. Bwana asifiwe sana. Wokovu wako uko na uhakika ni kwa sababu yale aliyonena yamefanyika. Yale aliyonena yamefanyika. Sisi hatuna wasiwasi tena. Ahadi zake ziko salama. Male yote ametuahidia, sisi tuna uhakika kwamba imefanyika na itafanyika maishani mwetu. Na kwa hivyo tumaini letu ni kuishi kumtegemea na kumwamini. Matumaini yako hayajavunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa hivyo ufufuo sio hadithi tu ya kawaida ama storytelling. Ni ukweli. Na nimesema katika juma hili ambalo tuko, nataka tuhakikishe tuendelee tukitafuta hii. Tusisahau yale yaliyotendeka pale msambani. Jambo la kwanza ni kujua kwamba ufufuo ni kweli. Yesu yu hai, na yeye tunanena yule ambaye ako hai. Yupo hapa hata mahali tuko hapa. Yuko na sisi. Bwana asifiwe sana. Na anafanya kazi ndani yetu. Anafanya kazi ndani yako. Bwana asifiwe sana. So kwa hivyo adhuhuri ya leo nataka tu tupate ombi tu la kushukuru. Tumshukuru Yesu kwa sababu ya ufufuo wake. Tumshukuru na tumwambie iongezeke hiyo imani, iongezeke ndani yetu. Iongezeke tu na tukae kama hatuna mashaka mioyoni mwetu. Tukatae mambo ambayo shetani analeta kutuonyesha kana kwamba kuna shaka. Kuna shaka na mambo ambayo sisi tunayoamini. Kataa mashaka moyoni mwako. Sema, shetani, mimi nimemwamini alifufuka na yeye ndiyo Mungu wangu. Tusimame juu kwa dakika ambazo zimesalia, na sasa nataka tu nikupe muda ya kutoa tu shukurani. Hayo mambo yote umesikia. Sasa toa shukurani ya kumwambia asante Yesu kwa sababu ya ufufuo wako. Ufufuo huo umenibadilisha. Mimi siko kama vile nilivyokuwa. Kupitia ufufuo wako nimehakikishiwa wokovu wangu. Hii wokovu sio tu kusema tu, lakini nimehakikishiwa
ya kwamba wokovu wangu ni wa hakika. Ahadi zako ni za milele. Baba, yale yote umetuahidi unaenda kuyatimiza, umeyatimiza na unaenda kuyatimiza yale ambayo hayatatimika. Baba, jambo lolote ambalo linaleta shaka juu ya maisha yetu, Baba, tunaomba ukatuondolea. Nataka nikupe muda huo wa dakika 2. Labda haujashukuru, haujaona ukuu wa huu ufufuo. Ufufuo umetufufua. Sasa hatutakuwa tukitafuta mambo mahali ambapo hayapatikani. Tumejua mahali ya kuwatafuta, mahali Kristo yuko, mahali Kristo ana uwezo. Yeye ni Mungu wetu, anabadilisha hali zetu, ahadi ambazo ametuahidi. Licha ya mambo mengi ambayo tunayopitia, licha ya mambo ya kawaida ya dunia hii, amehakikisha kwamba anaenda kututimizia, anaenda kutimiza juu ya maisha yako, anaenda kutimiza hata adhuhuri ya leo. Adhuhuri hii sio bure. Umekuja katika nyumba ya Mungu, umekuja kuhakikishiwa yale niliyotangazwa, yale uliyoyafanya. Hata huo mwili uliomega inafanya kazi ndani yako. Kuna mabadiliko ukikubaliana na vile ilivyo. Hawa wamama walikubaliana na hali hiyo na wakuamini wale waliomwambia ya kwamba hayuko hapa tena, ameondoka. Wakaenda wakatangaza na sauti kubwa, wakaambia watu, kumbukeni huyu Yesu ambaye tuliyompenda amefufuka, hayuko kaburini tena. Na kwa hivyo wakatiwa moyo wale waliokuwa wamevunjika moyo, kama wanafunzi waliokuwa wamevunjika moyo, wakainua mioyo yao tena, wakashukuru Mungu. Nasi tunashukuru adhuhuri ya leo ya kwamba kupitia hicho kifo cha Yesu tumepata kukombolewa, tumepata kujua ya kwamba yeye ni Mungu. Tumejua ya kwamba ahadi zake ni za milele, ahadi zake zitakamilika. Yale yote ametuahidi anaenda kuyatimiza, kwa sababu ni Mungu anayetimiza ahadi zake. Ahadi zake ni za milele, ahadi zake ni za milele. Tunakushukuru Bwana, tunashukuru Yesu kwa sababu ya ufufuo wako. Tunakushukuru, tunaomba tuongezee imani juu ya maisha yetu. Tunaomba kuongezewa imani katika mioyo yetu, mioyo ambayo ni migumu. Baba, tuongezee imani ya kukuamini zaidi, ya kukufuata zaidi, ya kufurahia wema wako. Tusaidie Bwana. Baba, tunasema ni asante. Haleluya. Kataana na mashaka moyoni mwako. Kataana na hiyo mashaka ambayo shetani huleta ya kwamba hii ufufuo ina nguvu gani. Kumbukeni alishindwa pale msalabani, na kwa hivyo hakuna wakati atasupport ya kwamba Yesu alifufuka. Na kwa hivyo kila wakati ataleta excuses, ataleta mambo mengi ya kukuonyesha kana kwamba hayo mambo haikufanyika. Kataana na mashaka yote, kataana na hali hiyo ya kuwa na mashaka katika jina la Yesu. Father, we love you Jesus. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna wewe
Hakika hakuna uwezo kama huyu Yesu aliyeshinda kifo, aliyeshinda, alibeba kila laana, alibeba kila shaka katika mioyoni mwetu, alibeba kila kitu ambayo ingetutoa katika wema wa Mungu. Na adhuhuri ya leo, kwa sababu umeomba hili ombi, Bwana anaenda kukuongezea imani, anaenda kutoa shaka yote katika moyo wako, na anaenda kuendelea huo nguvu za ufufuo. Natamani kama mtumishi wa Mungu Paul aliyetamani, alisema nataka kukujua vizuri sana Yesu, na hata nijue nguvu hizo zilizo kufufua. Na hiyo hata sisi tamanio letu ni hiyo nguvu iweze kutembea na sisi. Yale yote yaliyokufa tunajua yamefufuka, yale yote ilikuwa karibu kuanguka sasa imesimamishwa, ambao ni ya kumtukuza Mungu. Na kwa hivyo nataka kuomba kwamba wiki hii tunapoendelea, nataka kuwaombea amani, nataka kuwaombea nguvu mpya, nataka kuongea pana Mungu akaendelea kuwainua na kuwaelekeza, upendo wake ukajaa juu ya mioyo yenu, upendo wake ambao hawezi patikana katika dunia hii ukapatikana katika mioyo yenu. Lolote aliyowaahidi akayatimiza, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anatimiza ahadi zake. Baba, ni asante kwa sababu ya hawa wapendwa ambao wamesimama mbele zako, ambao tumekuwa katika ombezi hili. Baba, wakumbuke, wameomba mengi, wamekuita Baba, wamekushukuru ni kwa yale ambayo umetenda katika mioyo yao. Ninaomba Bwana, nikiwa nimesimama mahali hapa, kwamba Bwana ukawaguza mioyo yao, ukaendelea kuwapa nguvu na neema, utukufu wako ukazidi kutembea na wao. Lolote wanalolihitaji Baba, wapiganie, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye una uwezo. Asante Mungu wetu, wiki hii tuikabidhi mkononi mwako, tunapokutana kusherekea nguvu hizi za ufufuo. Baba, endelea kutujaza zaidi. Wale ambao hawakupata nafasi ya kuja mahali hapa, na wale ambao wanatusikiza katika hali tofauti na njia tofauti, Baba, wacha ukawaguza mioyo yao kuanzia leo na kuendelea, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Nasema tena katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. And now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shalom. God bless you.